Kuna kitu naomba nikiweke sawa. Leo hii tuna watumishi wengi ambao wamesoma. Baada ya kusoma wakadhani kwamba elimu zao zina uwezo wa kuwafanya wao wakae juu zaidi. Sikiliza, kuna muda mwingine lazima umruhusu Roho wa Mungu akae juu, wewe ushuke. Lazima. Kwa sababu gani? Imefika mahali kuna watumishi wa Mungu leo ambao tuko nao madhabahuni wanahubiri injili ambayo wanadhani kwamba wale waliotangulia walikuwa wanapoteza time. Sikiliza, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Mungu akikuinua akakutuma ukahubiri, ukamtumikie, fanya kitu kimoja. Cha kwanza kabisa, acha kuwabedha wale waliokutangulia. Simama kidete, kile chenye ukweli kafundishe, kile kisicho na ukweli achana nacho, waelekeze watu kwamba hichi hakina ukweli, msikifuate. Leo imefika mahali watu ule ubunifu ambao wamehamishia kwenye mambo ya kibiashara, kwenye mambo ya kimahusiano, kwenye mambo ya nini, wanauleta tena ndani ya mambo ya Mungu. Unakuja ubunifu fulani wa ajabu ambao uko kinyume na mapenzi ya Mungu. Mtu anakuja anachanganya Kiswahili na Kiingereza ili aweze kuonekana amehubiri vizuri. Anatengua maandiko na watumishi wa Mungu wako ndani wanamsikiliza, wanamstahi. Sikiliza, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Pando asilolipanda baba lazima litang'olewa. Ili uweze kusimama kwenye nafasi yako, ni lazima ukae katika mfumo wa kimungu. Leo kuna watu, kwa mfano, nilikuwa najaribu kuangalia injili za kina Moses Krola, nilikuwa najaribu kuangalia injili za kina Magembe na kadha wa kadha na watu wengine tofauti, kina Miti Mingi, yaani watumishi mbalimbali, Mwakasege na kadhalika. Nilikuwa naangalia mafundisho yao. Unakuta kuna watu ambao Mungu amewainua wanahubiri vizuri, lakini leo wanaingia wahubiri wapya, wahubiri vijana. Akifika anaanza kubomoa, anakwambia sio hamna utatu wa Roho Mtakatifu, hakuna hiki, hakuna uamsho, hakuna hiki, hakuna hiki. Ana mix na Kiingereza ili aweze kuwafarakanisha, lazima awachanganye. Ili awatoe kwenye reli lazima awatoe, yaani awamix, awachanganye kwanza. Ndio maana maandiko yanasema ufalme wa Mungu haufitiniani, ila ufalme wa kuzimu wa shetani lazima utafitiniana. Utafitiniana vipi? Lazima kuchanganya. Watakuongezea maneno ya Kiingereza, utadhani kwamba wamesoma. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Roho wa Mungu ameachiliwa ndani yetu, Roho Mtakatifu kutufundisha, kuugua pamoja nasi, kutuelekeza ni kipi tunapaswa tukifanye, ni kipi ambacho hatupaswi kukifanya. Lakini ujuzi wako wa kujua sana language au ujuzi wako wa kucheza na mentality za watu usikufanye uhamishe watu katika mfumo wa kimungu ukawapeleka katika mfumo wa kiroho za kishetani. Lazima watumishi wa Mungu tuamke, tusome wenyewe Biblia. Washirika tuache kusomewa Biblia, tuzisome na sisi. Ukipata nafasi, anytime unasoma, soma scripture hadi scripture, soma mstari mpaka mstari. Lazima tujifunze kusoma Biblia ili tusije tukahukumiwa kwa kile kipimo ambacho tunawapimia kwa hukumu wengine, tutapimiwa na sisi. Kama jinsi ambavyo tunatoa kijiti kwenye jicho la wenzetu, alafu sisi tunaboliti. Mungu akukumbuke. Mungu